Vijana wa hapa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka mnisikize vizuri. Pale kwa ICT Hub kujifundisha kazi ya digital job inachukua mwezi mmoja peke yake. Baada ya mwezi mmoja unafinya kompyuta, unapata dola, unaweka kwa mfuko, dunia inasonga mbele. Wewe mtu ya Bomet utashindwa kufinya kompyuta wewe? Na ukishinda kufinya kompyuta nitakusaidia na njia gani sasa? Tumeelewana? Hiyo story ya tamdekele mko hapo? Mumeipangia? Mumejipanga vizuri? Vile vile mimi nataka niwaambie hivi. Pia tunataka vijana watakaoenda kufanya kazi nje ya Kenya. Mumesikia ya kwamba nimepanga mambo ya export of labor. Na waziri wa wizara ya mambo ya labor, we are signing 19 bilateral labor agreements with different countries because the Kenyan human capital is the best anywhere in the world. And that is why we are going to use the talent, the knowledge, the education, the expertise of the young people of Kenya to drive our economy through export of labor. Na mimi nataka niulize vijana wa Bomet. Kazi ikipatikana hapa Bomet mtafanya? Ikipatikana Nairobi mtafanya? Ikipatikana London mtafanya? Ikipatikana Berlin mtafanya? Ikipatikana Canada mtafanya? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Wale wanasema wanakubali kazi ni kazi, nione kwa mkono. Sawa sawa. Nasikia kuna watu ya upinzani ati wananipiga makelele ati nimeenda kupanga kazi ya vijana kule ng'ambo. Sasa wewe, mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Bomet. Kwa sababu hao watu sijui kuzimia ati wanasema ati hawataki nipange kazi muende mfanye kazi nje ati kwa sababu wamepanga maandamano muende maandamano. Hata wewe kama ni wazimu kiasi gani, kati ya kwenda kufanya kazi Marekani na kwenda maandamano, wewe utaenda kufanya kazi wapi? Unaenda kufanya kazi kwa maandamano? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni ushenzi? Ama ni yote tatu? Hiyo watu ni bure kabisa. So mimi nataka niwaulize watu wa Bomet, tumeelewana? Mimi nataka vijana munisikize vizuri. Mimi sijakuja hapa siasa. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo yenu. Kwa sababu mambo ya siasa tulimaliza wakati tulifanya uchaguzi. Leo tumekuja hapa mambo yenu ya barabara. Tumekuja hapa mambo ya stima. Nimetoka hapa Chemamul saa hii. Na tumekubaliana hii Bomet tunataka kuunganisha watu wengine 15,000 kwa huduma ya stima mwaka huu. Nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1 hapa Bomet tuunganishe stima, ndio hawa wananchi waweze kufanya biashara yao na waweze kuendelesha maisha yao. Na mimi nataka niwahakikishie vile vile tumeweka pesa bilioni nyingine 2 ya kuunganisha stima ile kubwa kutoka kule Narok, kwa sababu mara nyingi mnapata hapa blackout kwa sababu ile stima inafika hapa iko chini. So we are doing another transmission line that will come from Narok, Bomet, Sotik kuunganisha na Western Kenya, ndio muwe mnapata stima reliable, because we want to take the transformation of our country to the next level. Watu wa Bomet mnanielewa? Leo vile vile nimekuja kuwatangazia hapa. Tunajenga soko ingine 7 hapa Bomet. Nimeweka pesa milioni 400 ya kujenga soko ingine 7 mpya hapa Bomet. Kwa sababu tulisema mama mboga hata yeye atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna dignity. Na hiyo mpango tayari, soko tunajenga pale Mulot, soko ingine tunajenga hapa Kap Kesesio, soko ingine tunajenga Kap Queen, soko ingine tunajenga kule Chebunyo, soko ingine tunajenga Sotik, soko ingine tunajenga pale Silibwet mbele, na tunajenga ingine kule Konoi. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba biashara inafanyika katika mazingira ambayo hatupotezi chakula. Kwa hiyo masoko tunajenga, tumehakikisha kwamba kuna stima, tumehakikisha kwamba kuna maji, tumehakikisha kwamba kuna cold room ya kustore ile mazao yenu ndio isiharibike. Tunawawekea cold room kwa hiyo masoko. Na vile vile tumeweka storage ya kutosha. Na vile vile tumeweka hata crusher ya hawa kina mama wakienda huko sokoni na mtoto, unaweza kwenda kunyonyesha mtoto na uendelee kuuza mazao yao pale sokoni. Ama namna gani?
Si hata nyinyi wazee tumewasaidia. Si mtoto alikuwa anawacha nyumbani unang'ang'ana naye. Sasa mama ataenda na mtoto huko kwa soko, wewe utafanya kazi nyingine. Tumeelewana watu wa Bomet? Tumeelewana? Leo vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu niwaeleze. Jumatatu naenda kuweka sahihi sheria mpya ya affordable housing. Ndio tuhakikishe ya kwamba tumeweka msingi dhabiti. Tuhakikishe ya kwamba vijana by next year tuwe na vijana 1,300 ambao watakuwa wanafanya kazi kwa program ya affordable housing. Vijana mnanisikia? Vijana wa Kenya mnanielewa? That is the plan we have. We committed ourselves that we are going to make sure that we build 200,000 houses every year and we employ 500,000 young Kenyans every year because that is our commitment, that is our manifesto, and that is what we are going to do. Mwisho, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwa sababu mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma. Tunaelewana? Mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma. Awamu ya pili sasa ni sisi mambo ya matibabu. Tumekubaliana mambo ya matibabu, hatutaki tena mwananchi auze mali yake ama ng'ombe yake ama shamba yake ati aenda alipe gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali tukijisajili mwezi huu under our new universal health coverage, hakuna mtu tena atauza shamba yake kwa sababu tumeweka sheria mpya na tuko na sheria mara 4. Hawa wabunge wamenipitishia na sasa mambo yatakuwa manne. Ya kwanza, tumeweka mpango ya chini pale kwa bottom, pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoters. Mimi na huyu governor wenu tumeweka community health promoters 1,900 hapa Bomet. Community health promoters 1,900, na our community health promoters wote tumewapatia equipment ambaye watakupima mambo ya sukari, mambo ya pressure, magonjwa madogo, watakupima kule nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Na vile vile tumekubaliana nyinyi ambao mko na bima ya NHIF, kama mapato yako iko chini tutakupunguzia. Baada ya kulipa badala ya kulipa shilingi 500 sasa utalipa shilingi 300. Na wewe mwananchi ambaye huna uwezo kabisa ya kulipa hata hiyo 300, serikali ya Kenya sisi tutakulipia. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Kawa kasana ndomo wasole. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana. Na mimi nataka niseme Bomet, mimi nimefurahi leo kufika hapa. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Maneno ya siasa tulimaliza wakati tulipiga kura. Tulipiga kura ya MCA tukamaliza. Tukapiga ya mjumbe tukamaliza. Ya governor tukamaliza. Ya senator tukamaliza. Ya women rep tukamaliza. Ya rais tukamaliza. Kuna kiti yoyote mmebakisha mnataka kupiga kura sahi? Si viti yote tulimalizana naye. Ile uchaguzi iko sasa ni ya 2027. Si namna hiyo? Ama Bomet mko na kiti kingine mnataka kuchaguana hapa katikati? Si ni 2027? Sasa sikizeni. Sasa sikizeni. Mimi sasa nataka watu ya bodaboda, mambo yenu iko jikoni sawa sawa, ngojeni. Sasa wewe mtu ya bodaboda, wacha nikupatie habari yako. Unaona hii nyumba tunajenga hapa? Hii naenda kuanzisha leo. Hapo nimekupangia nyumba, utakuwa unalipa 3,000, nyumba inakuwa yako. Sasa wewe ujipange. 3,000 nitakushinda. 3,000 nitakushinda wewe mtu ya bodaboda. Si utaenda kulipa 300 nyumba ikuwe yako. Sasa hiyo ndio nimekupangia pale. Na wewe mama mboga ujipange. Shilingi 3,000 ninaenda kujenga nyumba hapo affordable housing na nimeweka bei yake chini. Ndio mama mboga aweze kulipa na bodaboda aweze kulipa. Na vile vile wewe mtu ya bodaboda na mama mboga, nimesema nyinyi kwa sababu mapato yenu iko chini. Kwanza bei ya afya, kama pesa yako haitoshani tutakulipia bima ya afya. Kama unaweza kulipa 500 tutakupunguzia ikuwe 300. Nyinyi mko tayari? So sikizeni. Amaja wakaspeak up kutit. Wakaso. Amaje kegonyit ke. Mauna hata? Maneno ya uchaguzi tulimalizana nayo. Hapa hatutaki kujua
Nani ako maarufu kulinda kuliko nani? Yule mtu maarufu hapa ni yule atatueleza vile barabara itajengwa, na vile stima itaunganishwa, na vile maji itapatikana, na vile hawa vijana watapata ajira, na vile tutalisha chakula, tuondoe njaa. Hatutaki mashindano ya viongozi wakati huu. Mashindano ya viongozi ingoje mpaka 2027. Sijui kama tunaelewana jameni. Musikubali nyinyi wananchi kupiganishwa na siasa ya bure. Mimi nataka niwaulize viongozi, na sio Bomet peke yake. Nataka niulize viongozi wote wa Kenya. Saa hizi hakuna mambo ya kura. Saa hizi tunapanga mambo ya wananchi. Mambo yetu kama viongozi, hawa wananchi walimaliza wakati wa uchaguzi. Mambo ambayo iko sasa ni mambo ya wananchi. Mtu asituletee hapa umaarufu yake, ati apigiwe makofi na mwingine apigiwe kelele. Hiyo ni mambo ya ujinga. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Sikizeni. Amaja moyo wakipiga hapa. Paisiet ne minguno yu, komo paisiet ne kilen kai ngo kosir ngo. Koliane. Hiyo ni mambo ya upuzi. Amaja ngemwa nguno hii. Ngotinyo ke ai siasa tingyu kotko wirige kiongozi. Wewe ni kiongozi ya aina gani mtu ya kupanga vijana wapigane? Wewe ni mtu bure kabisa. Ama namna gani jameni? Tuachane na hiyo upuzi. Kama wewe ni kiongozi ambaye uko na akili, wewe panga vile barabara itajengwa. Wewe panga vile stima itaunganishwa. Wewe panga vile maji itapatikana. Vile watoto watasoma, vile hawa watapata ajira. Sasa ndio tutakupigia makofi. Lakini kuja kupanga mambo ya kupiga mawe hapa, wewe ni kumbavu. Sijui kama tunaelewana jameni. Okase? Na mimi nataka niwaambie, kiongozi yeyote ya fujo, kiongozi yeyote ya kupanga vijana wapigane, mpaka vijana wanamwaga damu, huyo kiongozi hatachaguliwa tena. And I promise you. No. Mambo hiyo, mimi nataka viongozi watashirikiana na mimi kupanga mambo ya maendeleo ya Bomet. Mimi nataka viongozi ambao tutashirikiana na wao kupanga mambo ya stima, na mambo ya maji, na mambo ya kujenga manyumba, na vile tutajenga airstrip hapa Bomet. Nyinyi muweze kwenda ngambo kutoka hapa Bomet. That is what we want to plan. I want to urge leaders, my friends, my partners, my colleagues, leaders, please, let us avoid violence. Let us avoid chaos. We must plan for these people. Hawa watu wametuheshimu, wametupigia kura, wametupatia nafasi. Sisi tunapata mshahara, hawa hawapate mshahara. So usichukue mshahara watu hawa wamekutafutia unakuja kuwapiganisha. No way. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na mko na viongozi wazuri sana. Ni vile tu lazima niwaambie ukweli. Ananeole. Mauna hata sasa hii kanyoga hii alenye gebangan kimete gete nguno barabara etingyu tawo nini ko ya barabara se ka moji murko mena leji kimete gete barabara se kilomita 10 chebo Bomet Town yu kisungusha lami nyajunu yu ko mi je wirta ko hasa ko ine tongo ngale ka ko ke wirta ngoron Eujo. So, age kashine Bomet. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Tumekubaliana Bomet itakuwa mahali ya amani. Itakuwa mahali ya amani. Na mtaungana kama kitu kimoja. Wale wanasema Bomet mahali ya amani nione kwa mkono. Bas mimi nimefurahi sana. Kwa sababu mimi nawapenda sana. Ama amaje kipoteza wakati yake marga ni matinye maana. Amaje kebangana ke kabisa kutkochulak baisioni kana neo biga Bomet. Waura. Bas nyinyi mnajua niko na ndugu yangu ambaye ananisaidia kufanya hii kazi. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Rigiji.
Haya,